cha kwanza, kitabu cha kwanza cha Petro sura ya 5 mstari wa 10. Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 10. Na Mungu wa neema yote aliyewaita kuingia katika utukufu wa utukufu wake wa milele katika Kristo, kisha kuteswa kwa muda kidogo, yeye mwenyewe atawatengeneza. Sema atatutengeneza. Haleluya. Alafu atawathibitisha na kuwatia nguvu. Mambo mangapi? Moja, atatutengeneza, atatuthibitisha na atatutia nguvu. Sasa nataka tudili na lile neno atatutengeneza. Amen. Anasema atawatengeneza. Mimi huwa napenda kuangalia movie za action na mission. Sasa hapo yani zenye vitendo na mipango, si ndio Amen. Na hizo zote zinakuwa ni za, siangaliagi mission movie za kichawi kwa sababu ni uongo na ni vitu vya kuogopesha tu. Na mimi nakuomba usihangaike na movie za wachawi, ni ujinga, achana nazo. Lakini movie za action na mission ambazo unaweza ukazitazama zinahusisha sana mambo kama mapolisi au wanajeshi kupigana, lakini zinahusisha sana utumiaji wa uwezo wa akili. Haleluya. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Tunakwenda pamoja. Sasa kwenye zile movie, kitu gani ninapenda kuziangalia? Huwa kuna modifications nyingi sana wanazifanya kwenye magari, wanazifanya kwenye simu, wanazifanya kwenye makombora au bunduki zao. Yaani anaweza kuwa ameshika bunduki SMG, lakini sio kama ile nyingine ya kawaida. Amechukua ikiwa SMG, anaenda tena naye anaimodify. Unashindwa kuelewa hii ni bunduki gani inafanya kazi namna hii. Haleluya. Jamani, Bwana asifiwe. Haleluya. Lakini anachukua gari ya kawaida kabisa, Mercedes Benz, Land Cruiser, Toyota, whatever, anaichukua. Tunakwenda pamoja. Akisha kuichukua, akiipeleka kule kwenye karakana yao ili iweze kufanya wanachotaka, wanaimodify, wanaifunga vitu vipya. Lakini gari ukiona ni ile ile, lakini imefungwa vitu, inafungwa vitu kwenye engine, inafungwa vitu pembeni, inafungwa vitu, inafungwa makameras, yaani wanaimodify. Haleluya. Mpaka inabadilika kutoka kuwa gari za kawaida za abiria zinakuwa gari za vita, yaani inakuwa gari ambayo ni silaha. Kwa hiyo imesimama tu namna hii, wewe unaiona kabisa ni gari ya kawaida, lakini kumbe wameimodify, alafu wameiconnect mahali. Wao wakiwa mbali wanatumia remote control au wanatumia kile wanachojua. Jina la Bwana libarikiwe. Unashangaa ile gari inaanza kukushambulia na wewe umesimama nayo, sababu wameimodify. Au unaichukua unaenda nayo mpaka mahali, lakini kumbe inatoa taarifa kwamba niko mahali fulani, sababu wameifunga vitu, imekuwa tofauti na zile nyingine. Kwa Mungu anaposema nitakutengeneza, nisikilize vizuri, anakutofautisha. Mungu nguvu zake zikikutengeneza zinakutofautisha na wanadamu wa kawaida, zinakutofautisha na wanadamu wa kawaida. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo moja ya kitu ambacho nataka ukiamini, amini ya kwamba Mungu ana uwezo wa kukufanya tofauti na wengine. Sio tu kwa sababu unaenda mbinguni. Ukiwa unatembea hapa duniani, wewe si kama wale wengine. Wewe ni tofauti na wengine. Unaweza kuangusha miungu yao, sio kwa kukemea, kwa kitendo cha kupita katikati yao. Sijasikia makofi ya kutosha. Bwana Yesu asifiwe. Umewahi kukutana na mtu wa Mungu anakuambia, unajua tukapita eneo fulani, tukajisahau Bwana, hatukukemea, tulishambuliwa. Wewe bado uko kwenye level mbovu kabisa.
hujawa modified, hujafungwa vitu na Mungu. Biblia inasema mtakapopita kila mahali mwanze kukemea tu. Wewe utaishije? Yaani wewe kila saa katika jina la Yesu shindwa, shindwa. Wewe utakuwa mtu wa namna gani? Hakuna hicho kitu. Lazima ufike mahali umruhusu Mungu akumodify, na utambue kwenye akili yako na nafsi yako kwamba Mungu hufanya modification, humtengeneza mtu akabadilika kutoka kwa binadamu wa kawaida akawa silaha ya Mungu, akawa rungu la Bwana, akawa mshale wa Bwana, akawa chuma cha Bwana, akawa jiwe la Bwana. Yaani mtu anatengenezwa. Haleluya, haleluya kanisa. Sasa ukiona hata umefika kila mahali, ukifika, sikwambii ukifika mahali usiombe, omba. Lakini kuna maeneo unaweza ukapita ukajikuta umeingia kwenye majukumu tu kutokana na mazingira. Inatakiwa wewe uwe na majibu kwamba ikitokea nikiwa mahali, hata kama hakuna fursa ya kuomba, hata kama sijaomba, lakini nimeomba nilikotoka, natembea njiani, nini kitatokea? Huwezi kuniambia utatembea huku mjini Mombasa, unatoka hapa Makupa unaenda mpaka feri, wewe unaomba tu. Saa nyingine unawaza unachoenda kununua, saa nyingine unawaza mdeni anayekudai, saa nyingine unawaza mgonjwa uliyemwacha nyumbani. Sijui kama naeleweka jamani, haleluya. Sasa hicho kipindi unakuwaje salama? Mwangalie mwenzako, mwambie ukitegemea tu kukemea kila saa, hicho kipindi unakuwaje salama? Unakuwaje salama? Lazima utengenezwe uwe tofauti na wengine.